Welcome ladies and gentlemen, welcome brothers and sisters. Karibu katika video yetu ya leo. Tutajifunza namna sahihi ya kulima mpunga from the beginning to the end, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Je, unataka kuanza kilimo cha mpunga lakini hujui uanzie wapi? Au tayari unalima mpunga lakini mavuno yako hayaridhishi? Sasa katika video hii nitakuonyesha hatua za kilimo cha mpunga, kuanzia uchaguzi wa mbegu, maandalizi ya shamba, kupanda au kupandikiza, mbolea, udhibiti wa magugu, maji na wadudu mpaka kuvuna. Kama ukifuata hatua hizi kwa usahihi, utaongeza nafasi ya kupata shamba lenye afya na mavuno mazuri. Tunaanza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni chagua mbegu bora. Hatua ya kwanza ni uchaguzi wa mbegu bora. Usichague mbegu kwa sababu tu umeona mkulima mwingine amepata mavuno mazuri. Chagua mbegu inayofaa eneo lako, hali ya maji ama udongo, msimu na mahitaji ya soko kwa msimu huo. Tumia mbegu yenye ubora na uwezo mzuri wa kuota. Kabla ya kupanda ni muhimu pia kujua sifa na aina unayotumia hiyo mbegu. Kama muda ni wa kukomaa upoje, uwezo wa kustahimili changamoto mbalimbali na mahitaji ya soko. Kumbuka, mavuno mazuri huanza na mbegu nzuri. Na katika hatua ya pili ni maandalizi ya shamba. Baada ya kupata mbegu, hatua inayofuata ni kuandaa shamba. Ondoa magugu na mabaki yasiyotakiwa, kisha lima shamba vizuri. Kwa maeneo ya umwagiliaji ni muhimu pia kuandaa mfumo wa kuingiza na kutoa maji shambani. Shamba linapaswa kusawazishwa vizuri ili maji yasikusanyike sehemu moja na kuacha sehemu nyingine ikiwa kavu. Hii ni muhimu sana kwa sababu usimamizi mzuri wa maji una mchango mkubwa kwenye ukuaji wa mpunga. Usikimbilie kupandikiza wakati shamba halijaandaliwa vizuri. Kumbuka, kwenye hatua ya maandalizi ya shamba, shamba likiwa limeandaliwa vizuri, kazi ya usimamizi wa zao huwa rahisi zaidi. Tunaenda kwenye hatua ya tatu. Hatua ya tatu ni kupanda au kupandikiza. Sasa hapa ni kuna njia mbili kuu ambazo wakulima hutumia. Ya kwanza ni kupandikiza miche. Hapa unatengeneza kitalu, unapanda mbegu, kisha miche inapokuwa tayari unaihamisha kwenye shamba kuu. Na njia ya pili ni kupanda moja kwa moja, ambapo mbegu hupandwa moja kwa moja kwenye shamba kuu. Kila njia ina faida na changamoto zake. Kwa kupandikiza unahitaji nguvu kazi zaidi wakati wa kuhamisha miche. Na kwa direct seedling, kupanda moja kwa moja, unaokoa hatua ya kupandikiza, lakini unahitaji umakini mkubwa kwenye udhibiti wa magugu. Ni muhimu kuchagua mfumo unaoendana na mazingira na uwezo wako wa uzalishaji. Hatua ya nne ni nafasi na idadi ya mbegu. Usifikirie kwamba kuweka mbegu nyingi au miche mingi ndio njia ya kupata mavuno mengi. Mpunga unahitaji nafasi inayofaa ili mimea ipate mwanga, ipate hewa nzuri, maji na virutubisho. Nafasi sahihi inategemea na aina ya mpunga na mfumo wa upandaji. Kwa hiyo, usitumie spacing moja kwa kila aina ya mpunga. Fuata maelekezo ya aina ya mbegu unayotumia na ushauri kwa mtaalamu au kilimo katika eneo lako. Lengo si kujaza shamba kwa mimea mingi. Lengo ni kwa mimea yenye afya, yenye afya njema na mpangilio mzuri. Hatua ya tano ni mbolea. Hatua nyingine muhimu ambayo ni hii ya kuweka mbolea baada ya kupandikiza na mbeleni huko. Mpunga huhitaji virutubisho mbalimbali, hasa nitrogen, phosphorus na potassium, yani NPK. Lakini kiasi na muda wa kuweka mbolea hutegemea na hali ya udongo, aina ya mpunga na mfumo wa uzalishaji. Ndio maana ni vizuri kufanya soil testing inapowezekana. Usiweke mbolea kwa mazoea au kwa kuiga mkulima mwingine. Mbolea nyingi
sio lazima iwe sana na mavuno yawe mengi. Kwa mfano, matumizi ya nitrogen kupita kiasi yanaweza kusababisha ukuaji wa mpunga uwe na majani mengi na kuongeza baadhi ya changamoto kwenye shamba. Kwa hiyo tumia mbolea kwa kiasi na muda unaofaa. Hatua ya 6 ni usimamizi wa shamba. Mpunga unahitaji maji, lakini maji nayo yanahitaji kusimamiwa. Usiruhusu shamba likauke kupita kiasi wakati mmea unahitaji unyevu, lakini pia usifikirie kwamba maji mengi muda wote ndio suluhisho. Hatua ya 7 ni magugu na wadudu. Baada ya kupanda, usiache shamba lako, tembelea shambani mara kwa mara. Kwanza dhibiti magugu, 2 kagua wadudu, 3 kagua dalili za magonjwa kwenye majani na mashina na mashuke. Na hatua ya 8 ni mavuno. Mpunga ukiufuatilia ukomavu unaofaa, sasa ni wakati wa kuvuna. Usivune mapema sana kwa sababu unaweza kupata punje ambazo hazijakomaa vizuri. Na usichelewe kama kupita kiasi kwa sababu unaweza kuongeza upotevu wa mavuno shambani. Asante sana. Naomba usisahau kusubscribe. Kwa hiyo kama unataka kupata mafanikio kwenye kilimo cha mpunga, zingatia mambo hayo niliyokuelezea. Usisahau kusubscribe na kucomment.